Guys, leo nitawafundisha jinsi ya kutengeneza poster ya keki. Mimi nishafungua panel yangu, nisha create document yangu. Baada hapo nitaandika text yangu kama hivyo. Nikishaandika text yangu kama hivyo, ndio mambo mengine yatafuata. Nitaandika text yangu kama hivyo. Nitaandika burger beta. Nitaandika burger beta kama hivyo. Nitakuza maandishi yangu. Nikishakuza maandishi yangu, nitakuza kama hivyo, nitakuza. Yes, nitakuza kama hivyo. Nikishakuza maandishi yangu hapo, nikaona anatosha kimoika hapo, so huwa hapo nitasema okay, afu nita center hapo kati hapo. Nikishaweka vizuri hapo, maandishi yangu naona yamekaa sawa hapo, nitaenda ku control transform, nitashusha chini kidogo hivi. Nitashusha chini afu nitabana kidogo hivi. Then nitashusha chini kidogo. Afu sema okay. Nitaweka hapo juu kama hivyo. Nikasema ikishaweka juu hapo, hapo kama hapo, nitaenda kwenye layer yangu, nita right click, nitasema convert to shape hapo. Nikisha convert to shape, nitaenda kwenye direct selection tools. Nikishachukua hii hapo, nitachora kama rectangle hapo chini hapo, kama unavyoona hapo hivyo. Halafu nita drag kushuka chini, nita drag maandishi yangu kushuka chini kama hivi niweke somewhere hapo. Yes, nikishaweka hapo, nita right click tena, nitasema convert to smart object here hapo. Nikisha convert kama hivyo, nitakaa kitu kama hiki hapo. Umeona, utaweka center vizuri, yakae kabisa katikati. Baada ya hapo sasa, unakuja kwenye filter hii hapo, then liquify. Ukisha liquify hivyo, sema okay, then maandishi kitu itakuja kama hivyo. Unaweza ukafuata setting kama hizi hapo. Ukisha set kama hivyo, then unafanya kama vile una paint, unawekea mawimbi haya maandishi, una paint hivi Baada hapo unashuka na chini tena una paint kama hapo. Ukishaona umeridhika, unasema okay. Unaona maandishi yanakaa kama hivyo, Baada hapo tutakuja kwenye layer yangu, nita add blank layer kwenye maandishi yangu hii hapo. Afu then nita create clipping mask, alafu pia nitakuja kwenye brush yangu. Hapo kwenye brush yangu naweza nikaongeza ukubwa kidogo wa brush. Naona kama vile ni ndogo hivi, nitaongeza ukubwa wa brush kama hivyo. Unaona, ukishaona sasa brush yako inakutosha, una paint kama hivyo. Kisha paint kama hivyo. Yes, una paint kisha paint, na hapa chini una paint kisha paint kama hivyo. Unakuja unaanza sasa hapo uweke material yako. Unakuja kwenye file, press embedded, then una press, una resize mpaka pale utakapoona kwamba wewe umeresize inatosha. Una resize kama hivyo. Kisha resize unasema okay. Unaona, unasema okay, nimesha resize sasa, hapo inatosha. Unasema okay. Unaona kitu kimekaa kama hivi hapo. Hamna haja ya kuweka kivuli kwa chini, kwa sababu inajionyesha kwamba imewekewa kivuli tayari imeshawekewa kivuli, kwa haina haja ya kuwekea kivuli. Guys, nakumbusha tu msisahau ku like, kushare, comment, subscribe pia. Naombeni sana katika video hii msisahau kusubscribe. Ungana na mimi hadi mwisho ujifunze kitu.
Baada ya hapo ndo nakuja kwenye text yangu hapo. Nikishakuja kwenye text yangu hapo, itabidi ni ipunguze size. Size ni kubwa hiyo, naipunguza. Unaona, nishaipunguza kama hivyo. Naandika hapo, naandika free home delivery, kama hiko ni free home delivery. Baada ya hapo umeshamaliza kufanya hivi, nishaandika free home delivery, nitabadilisha rangi. Baada ya kukuza hivyo, nikishakuza hivyo nitasema niabadilishe rangi. Nitaenda hapo kwenye layer thumbnail hapo ili ni maki maani yote. Nitabadilisha font, nitatumia font nyingine tofauti na hii hapo. Baada ya kuweka font hii hapo, nitasema ni change color. Nitaenda tena hapo, nikisha select hivyo, nita select hivyo, then nitaenda kwenye color pale, nitaweka njano kidogo, inaweza ikawa poa. Yes, njano imekuwa poa kama hivyo. Baada ya hapo naona kitu kimekaa kama hivyo, ndio imekaa kama hivyo, imekaa kitu kama hivyo. Naam guys, msisahau kusubscribe jamani, msisahau kusubscribe katika channel hii ya B Clever. Ni channel nipenda kabisa jamani, bado mpya, namba tu support. Baada hapo nitaenda kuweka vidude vyangu hivyo. Nitaenda kuna jani hila hapo, unaweza ku download tu, unaweza kwenda Pinterest, material hapa kutosha. Ukienda tena PNG Wing pia utakuta material ya kutosha. Kwa unaweza ku download material zenu kwa unatumia katika design zako. Kwa watu wa graphics designing, masuala ya Pinterest na PNG Wing yanawasaidia sana, kwa sababu una download material ambayo unakuwa unafanyia kazi wewe mwenyewe, hata unafanyia mazoezi wewe mwenyewe. Hicho kijani nitakiweka kama hivyo, nitakisize kama hivyo, nitakiweka hapo. Unaona, nikiweka hapo nitaenda kwenye filter kwenye blur, then nitaenda kwenye blur hapo, alafu nitaenda Gaussian blur. Nitakiwekea blur fulani hivi kisionekane sana, kiwe kinaona kama vile nikiona kama kimefifia, lakini kikiangalia kidogo bado kikubwa. Kwa nita control T au nitaenda kwenye edit, kwenye free transform hapo, nitasema okay, then nitakipunguza kidogo, nipunguza kidogo hivyo, then nasema enter. Afu baada hapo duplicate, afu kijani kimoja nitakisogeza kwa juu kama hivyo unavyoona. Unaona umekaa kama hivi hapo. Baada hapo nitaenda filter, nitaenda press embedded, nitachukua kitu kama, nitachukua hii hapa, afu nita press. Nikisha press itakuja kama hivi. Hayo yote nime download kutoka kwenye PNG Wing. Kisha download, unaweza ukatumia tu, ni free jamani, hamna hela, hakutozi hela yoyote. Una download material, unafanyia kazi, afu unaweka hiyo, unakiweka hivyo chenyewe, unasema hivyo, afu unaweza kwenye filter blur, Gaussian blur kama hivi, na nakiwekea na chenye blur, nakiwekea blur kama kitu kama hiko, nasema okay, na chenye nikibonyeza alt nasogeza hivi, nakuwa tayari nimekiduplicate. Unaweza kuweka kama hivyo. Naona design yangu tayari imeshaanza kuleta mvuto mzuri, na mtu unaweza ukaiona na ukavutiwa nayo,
nayo. Na baada ya hapo nitaenda nitaweka, ikishaikuwa hivyo nitaenda kwenye filter, nitaenda press embedded, nitaweka ki icon changu fulani hivi ambacho hichi hapa, nitasema press. Nikisha press nitakiweka size kama hivi, afu nitakiweka hapo, nimekiweka kitu kama hapo, umeona. Baada ya hapo kishaona kimekaa fresh, nasema okay. Naenda kwenye type tool yangu, kisha kwenye type tool yangu na click hapo. Nikisha click naandika maandishi yangu sasa. Guys, usisahau kusubscribe. Guys, msisahau kusubscribe. Taandika 50%, then discount ya punguzo. Unaona? Kishaandika hivyo. Na set tu maneno yako kwenda. Maneno yako kama hivyo, naweza nikabadilisha font hapa. Naweza nikabadilisha font kwa hivyo. Pana nikabadilisha nyingine, nikatumia hii hapo. Yes, baada ya hapo naweza nikasema nipunguze na haya maandishi kubwa. Punguza maandishi ukubwa, sorry. Maandishi ni yapunguze ukubwa. Unaona? Punguze ukubwa. Hii hapo nitasize iwe center. Ikae hivyo. Then nitaweka hapo kwenye kidude changu hiko, kiakoni changu hiko. Guys, msisahau kusubscribe, kulike, kushare. Pia una comment. Mimi na imani kama kwa wale ambao watu wanaanza mambo ya graphics na nini, hii video itawasaidia kitu sana, na kama unaona itakusaidia vizuri, unaweza ukaidownload. Hata kama unaona unahisi utasahau, unakuwa tu unaangalia iko kwenye simu yako. Umeona? Kuteka kama kitu kama hiko. Kama hapo napunguza kidogo kama hivyo. Baada hapo then design yetu imekaa kama unavyoiona. Baada hapo nikishaenda kwenye type tool tena, click hapo, nitaandika neno order. Kwa maandishi makubwa nitaandika order now. Nikishaandika hivyo, nitaibadilishia font kama hivi. Nishabadilishia font. Na hiyo sijaipenda, nibadilishe font nyingine. Na niweke font hii hapo. Kishaweka font hii hapo. Na ili naepuka kutumia matumizi mengi ya font. Kishaweka font kama hii hapo. Nitabadilishia color niweke white. Kishaweka white, nitaenda hapo kwenye rectangle. Nitachagua rectangle kama hii hapo. Then nitachora rectangle changu hivi. Nikisha kichora hivi, nitakibadilisha rangi, nitasema njano. Baada ya kukibadilisha rangi, itabidi nikiweke kwa juu ili maandishi yangu yaonekane. Yaani rectangle, maandishi yakae juu ya rectangle. Maandishi hapa yanaonekana, lakini rangi nyeupe haionekani vizuri. Rangi nyeupe haionekani vizuri. Hapa cha kufanya itabidi nibadilishe rangi ya haya maandishi ambayo utafanya hii. Tena click lay thumbnail, tena hapo juu nita click, afu nitasema niweke black, afu nitasema okay. Umeona? Kwa maandishi, yes, na maandishi mazuri yamekaa poa. Kwa design yetu itakuwa kama mfumo huu hapo. Guys, na hivyo ndio unaweza kutumia trick, unaweza ukaitumia kutengeneza design kama hizi hapo.